Stellenbosch mara nyingi ni timu ambayo inapenda kuchezea mpira nyuma. Huwezi kuiona Stellenbosch ikifanya high pressing kwenye lango la mpinzani mara kadhaa, au muda wote kwamba wao huwa hawapendi kuwa wanamiliki sana mpira. Mara nyingi Stellenbosch wakicheza kwenye mashindano makubwa, hasa kwenye ngazi kama hizi za hatua za mtoano, robo finali mpaka kwenye hiyo nusu finali, Stellenbosch huwa inapenda kufanya mashambulizi yao kwa kushtukiza. Mara nyingi wanapenda kucheza nyuma golini kwao, wakimvuta mpinzani wao ili aweze kupanda. Wakishapanda na wanaona kabisa kwamba sasa kuna mianya, wanafanya counter attack, ambao ukiangalia kwa upande wa Stellenbosch wana washambuliaji wao wawili ambao ni hatari sana. Kuna runner mmoja wa pembeni ambaye anacheza upande wa kulia, lakini pia kuna mmoja anacheza katikati, namba 10 yao ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kukimbia, mchezaji ambaye ana uwezo wa kukaa kwenye njia. Kwa hiyo mara nyingi huwa anapenda kufanya mashambulizi yao kwa kushtukiza, kwa sababu wana watu ambao wana uwezo wa kukimbia. Na ukienda kuangalia hata magoli yao mengi ambao wanawapata ndano kama haya, Stellenbosch magoli yao mengi wanapata kwa njia ya counter attack. Hivyo kwenye mechi ya Simba tunaona kabisa tena ndio vile wanaanzia ugenini, muda mwingi watapenda kucheza kwenye lango lao, hawatofunguka sana kwa sababu ya kutaka kuzuia mashambulizi ambayo Simba watayafanya zidi yao. Na ukiangalia kwenye upande wa kuamua kuzuia peke yake, Stellenbosch ni timu ambayo ina uzoefu mkubwa na mara nyingi inafanikiwa kwenye kuzuia mashambulizi na kutokuruhusu goli ndani ya lango lao. Ukiangalia hata kwenye ile mechi ya robo finali ambao Stellenbosch alicheza na Zamalek, raundi ya kwanza Stellenbosch alitoka 0-0 zidi ya Zamalek. Ukiangalia Zamalek alikuwa anafanya high pressing muda mwingi, alikuwa anajaribu kufanya mashambulizi kadhaa mbele ya lango la Stellenbosch, lakini walifanikiwa kujilinda na kupata sare kwenye mechi hiyo. Kwa Stellenbosch kwa upande wa kulinda wanao uwezo mkubwa wa kuzuia kama wanahitaji kupata sare labda kwenye huo mchezo, lakini wanapokuwa wanapata nafasi chache, mara nyingi ndio kama nilivyokueleza kwamba wanapenda kufanya counter attack, na kulingana na watu waliokuwa nao basi wanaweza kupata matokeo. Lakini kwa upande wa Simba kitu ambacho wanapaswa kufanya ni kwamba wanatakiwa sasa wao cha kwanza kudili na mabeki wao. Mabeki wa Simba wanatakiwa wawe bora na imara zaidi, wawe kwenye sehemu sahihi wakati wote ili kuweza kulinda lango lao vizuri. Lakini viungo wao wanatakiwa wao wapande sasa juu kwenda kukabia juu, na wawe na washambuliaji ambao wenye uwezo wa kufanya high pressing kwenye lango la mpinzani. So high pressing tu, lakini wanatakiwa wawe na uwezo wa kumiliki mpira, kwa sababu unafahamu kwamba unapokuwa unamshambulia mtu tena haswa mtu kama huyu ambaye ukipoteza mpira zidi yake anapiga counter attack na anaanza kusababisha maafa kwenye goli lako, basi itabidi uwe na washambuliaji ambao wana uwezo wa kukaa na mpira mguuni, wana uwezo wa kumiliki mpira na kutoa pasi zisizokuwa na macho, ni kitu ambacho hakitakiwi. Kwa hiyo itabidi pasi zako zote unazozifanya uhakikishe unatoa pasi sahihi kwa wakati sahihi, na unakaa na mpira kwenye position sahihi ili kuweza kufanya kuwapoteza mabeki wa timu pinzani. Kwa Simba kitu ambacho wanatakiwa kufanya ni kuwa high pressing ndani ya lango la Stellenbosch, kwa sababu watakuwa wanachezea nyuma. Kwa kama wataweza kufanikiwa hicho, basi inakuwa ni rahisi kuwalazimisha walinzi wa Stellenbosch wafanye makosa ili Simba iweze kupata matokeo. Kwa hiyo ukiangalia Simba, mimi nikimtazama mtu kama Elie Mpanzu, unamwona ni mtu ambaye ana uwezo wa kukaa na mpira mguuni. Kwa wakipatikana wengine ambao watakuwa una juhudi na uwezo wa kufanya kama kitu ambacho anaweza kukifanya Elie Mpanzu, basi Simba wana uwezo wa kuwalazimisha mabeki wa Stellenbosch kufanya makosa kwa mawili. Aidha wasipopata matokeo kwa njia kawaida, basi kuwasababisha hata wafanye makosa ambayo yanaweza kusababisha kuzaa penalty au kuzaa faulo, ambazo faulo hizo ukiangalia kwa upande wa Simba tunaonaga mara nyingi wanazitumia vizuri sana. Na hata penalty pia Simba wana wachezaji ambao mara nyingi huwezi kumuona akikosa penalty. Kwa Simba kitu ambacho wanapaswa kufanya ni hicho, kufanya pressing au over pressing ndani ya lango la mpinzani wao,
na kuwalazimisha wafanye makosa ili waweze kuadhibu kupitia makosa yao. Lakini vinginevyo mfumo mzima wa Simba unapaswa kuwa na mifumo mizuri, wanatakiwa wacheze kama timu kwa muunganiko ili kuweza kuifanya timu yao iwe na uimara na ubora zaidi na kuweza kulifikia lango la mpinzani mara nyingi zaidi. Kwa Simba kitu ambacho wanatakiwa kufanya wao ni kufunguka, lakini unapofunguka usifunguke moja kwa moja ukaacha mlango wazi. Ndio maana nilizungumza kwamba Simba wanapaswa kufunguka kwenda kufanya high pressing kwenye lango la mpinzani wake, lakini hakikisha kabisa mabeki wake wa nyuma walioacha wawe kwenye maeneo sahihi na wawe makini kwenda kulinda maeneo yao ili yasije kutokea makosa ambayo yanaweza kufanywa mbele na wakapiga counter attack nikawa ni mashambulizi na kwenda kuwasili ndani ya lango lao.